mbolea ya bei nafuu, haswa mambo ya procurement. Ahadi ni deni mheshimiwa, tumefika wapi? Wakenya wanakusubiri. Jambo la pili, hebu rudia tena Lydia. Mbolea gushi na mbolea ya bei nafuu. Si kuchukua mamlaka tu. Sasa hivi tuna uwezo gani sasa kufanya? Nasema wewe utafanya uchunguzi. Hii ndio hiyo nasema tutaufanya, lakini si uwezi, ukweli umejulikana. This was fake fertilizer. Hakuna ambaye hajui hiyo fake fertilizer. Ingine sijui anachanganya ya punda na vitu kama hivyo. But anyway, it's very good kunikumbusha. Okay. And then the very last question, kuna wabunge katika serikali wanasema ya kwamba iwapo kura hazitatoshea wataongezea. Je, mheshimiwa Kalonzo Musyoka na yapi ya kusema, na unajipanga vipi, ama tutasikia pia ukilalamika ukisema kura imeibiwa? Thank you so much. Juu ya fake fertilizer hiyo gushi, hiyo mbolea gushi hiyo swala lenyewe, I think na vile remember this G2G, mambo ya mafuta hayo tuliyozungumza juu ya NADCO kwa kirefu sana, na Wakenya sasa wanaelimika because that was also public participation. Wakati ukifika tutahakikisha kwamba ukweli unajulikana. Hata tukipata more information, hatuna budi ila kujulisha watu wetu juu ya vile mambo yalivyo on fake fertilizer na mengineo kama hayo. Now, kwa upande wa matamshi ya baadhi ya viongozi ambao wanasema wanajua kutengeneza marais kwa kipindi cha miaka 24, wengine wanasema hata kama wakishindwa hawatashindwa. Hiyo ni Kenya ya zamani. Kenya ya sasa ambao vijana chipukizi wanaojua haki zao za kidemokrasia, suluhisho ni moja. Suluhisho, vijana wa jinsia wapatiwe vitambulisho badala ya kulipa 300 shillings. Ni haki yao. Umezaliwa Kenya hii, ukufanya application. Alright? Kwa hivyo ni njia moja ya kunyima hawa vijana haki zao. So we will insist that the right to get an ID is your basic right. Na lazima upatiwe bila malipo. Maybe replacement could be the one that I talk about 300. Lakini kupata kitambulisho, basic document yako, na huna kazi. Ni kama kwa mfano nasikia wakati Ruto alikuja huko wanapeana ile pesa tu, wanapeana tu. Niliona Rigiji akizungumza nikafurahia sana. Samba hiyo pesa kula saa hiyo, kwa sababu hujui kiini yake, maana asilia yake ni kitu gani. Kula, kwa sababu wengine yako na Ruto upenda kuongea juu ya maupepo, pengine yako na maupepo fulani, because sio pesa halali. Pengine alitumia kupatia vijana, pengine after that wanaweza kulipa hiyo. I want all of us to agree kwamba 300 shillings kupata ID is completely unacceptable, na kila mtu ambaye hana kitambulisho apate. Ukipata kitambulisho, nao kuna tume ambayo itakuja sasa ya upigaji kura, kila mtu achukue kura yake. Majensi na wale wengine wote tuwe tayari kuhutubia vituo as agents, tuone hawa watapitia wapi, because kabla ya saa 4 asubuhi Wakenya watakuwa wamepiga kura. This time watapiga kura kujiokoa kutokana na ushuru wa Zakayo, kuimarisha umuhimu wa kuwa na bahasha ya mshahara. Watakuwa wote wanajitokeza, na sioni hata wakisema wanajua wana muundo wa kuhakikisha kwamba mtu akishindwa anashindwa. Sikumbuka si walikuwa wanasema kwa vyovyote I think ilikuwa ni sisi wakati wengine wa 2022 watu walikuwa wakidhani support ya Uhuru Kenyatta kwa Raila ni
ni ushahidi tosha kwamba pengine Raila angechukua mamlaka, lakini si walijitahidi na sisi na Raila tukakubali. Uamuzi tulienda kule, mahakama ikatoa uamuzi wa kiajabu na tukakubali. Okay, so this time it is going to be a repeat of 2002. Vile Uhuru mwenyewe alikubali ameshindwa na Kibaki, this time watashindwa mpaka waseme tumekubali, kama wanapenda nchi yao. Kama akija na mabunduki pale wakutana na majeshi na wengine hapo, because that government will have gone and it will be important. This country is so important for us in this country, in the African region, in the world. Na kwa hivyo mimi nafurahia kwamba Trump ametupilia mbali mambo ya Haiti. Kumbuka tulisema sisi hatukubali kama upinzani. Wale watu walikuwa wanatuua hapa, kina Bungei, kina Kome wakati ule, na bado kuna mambo mamlakani kwa mahakama. In order to wakati, by the way, on the day the Gen Zs walienda kuvisit bunge, that day ndio the first batch ya polisi wetu walitolewa kupelekwa Haiti wakapigana na majambazi huko. Alright? Na huku ujambazi umezidi. So Trump nashangilia uamuzi wake. We have never believed in that Haiti mission. There was a court order restricting that whole thing, right? So this is another deal under Ruto administration. So hiyo imetokea tu jana na mimi nikafurahia. Tukimalizia Mheshimiwa Kalonzo, labda mtu wa Mlembe Nation ambaye anakupata sasa hivi, lile ambalo unaweza kumwacha nalo tukielekea mwaka 2027 ni lipi? Agenda ya Mlembe Nation ukimalizia Mheshimiwa. Mlembe Nation, unajua kwamba mimi nawaheshimu sana. Nimetumia wakati huu asubuhi ya leo hata kusema nitakuwa member wa Salams Club. Nimetumia wakati huu kueleza vile uchumi wa Western Kenya ni important. Nimetumia wakati huu hata kuelekeza mafikira yangu na mafikira yetu pamoja juu ya umuhimu wa watu wa Western Kenya kujihisi kwamba wao ni sehemu muhimu zaidi ya nchi yetu ya Kenya. Na vile wao ni jamii, ingawaji kuna kuseme kwa mfano kuna kule nyumbani, kuna Bukusu, kuna Maragoli, kuna Kabras, kuna Wanga Kingdom. Hata Mumia, the second, is a very good friend of mine, Peter King akule. Lakini kama kuna njia tunaweza tukashikamana kama jamii ya Mlembe around an idea, na idea ni kwamba watu wa Kenya wameumizwa na Zakayo, na zote tuwe kitu kimoja na Wakenya wenzetu kutoka pembe zote za Kenya, mashariki ya kule mahali Ruto yuko sasa hivi, northeastern, to the coast region, to the central region, to the eastern region, na kwingineko Nyanza region, Lake region haswa. Tushikamane, tuwe kitu kimoja, na huko ndani tusaidiane vile. Huko ndani tusaidiane kwa mafikira, tusaidiane. Magavana wetu msikubali kutumia vibaya. Nimeona maajabu huko ndani. Nifanya hata ushauri na wazee wa Bukusu kule. Kule Bungoma tukalala tukashauriana na wazee. Shaurianeni wazee, tuseme wazee washauriane na wazee wengine, wazee wa Ukambani, wazee wa Mlima Kenya, wazee wa Coast Region, Mijikenda na kwingineko, shaurianeni na wazee wa Jaluo, wazee wote waseme kwamba nchi ni moja na lazima tuimarishe. Na tuhakikishe kwamba swala la ufisadi, because kiongozi
Mungu anakupa nafasi ya kuchagua kiongozi, na wewe mwenyewe unajichagulia. Saa nyingine Mungu anaweza kupatia kiongozi ambao unaona huyo ndio unaona ni mzuri, lakini Mungu akifunua macho yako na uone vile kura yako imetumika vibaya, basi usikubali itumike tena. Jamii ya Mulembe, culture yenu ni strong sana. Isukuti is part of our national psyche. Ngoja Isukuti. Professor Kimoli alikuwa hata akapeleka the level of arts and performance kiwango cha juu sana. Kumbukeni mzee Kimoli. Tufurahie pia utamaduni wetu. Na tukifurahia utamaduni wetu, pia tujue kwamba tuna jukumu la kufanya mchango. Kwanza tuonyeshe umoja wetu. Umoja ni kitu ya maana. Na kama kuna uongozi ambao mmeona wazi kwamba umetoa uamuzi usiofaa jamii ya Mulembe, msiwachukie, lakini achaneni nao. Shikamaneni na wale walioko sasa. Tuachanga waliopo sasa, na sio wale ambao wametumika vibaya kujifaidi wao wenyewe na familia zao, na kuacha wananchi wakilalamika, wananchi wakilia, hawana kazi, hawana chakula, watoto wanalala njaa. In fact, kwa sababu nyinyi kwa upande wa mvua mko afadhali kushinda Ukambani, mkiimarisha kilimo, and we work with you. Jamii ya Mulembe, muimarishe kilimo, nadhani mtafanya hatua moja ya kiuchumi ya ajabu sana. But you must be assisted. Naambia viongozi wa zamani ambao wengine nimetaja majina yao bila chuki, sina chuki na wao, na waelewa, nawatakia kila laheri, lakini kuna hawa viongozi ambao tunashikamana na wao sasa hivi, mwashikilieni hawa, na zote tusaidiane. Na mimi nitazuru kwanza Shinyalu. Nataka kwenda Shinyalu. Shinyalu ananifurahisha kumzomea Ruto, na mimi sikuwa stage wanamzomea, tunataka Kalonzo. Mimi nitakuja Shinyalu na kila mahali pengine. I was so impressed. And then we shall create this movement for change. Jamii ya Mulembe, muwe part of the movement kukomboa nchi. Sasa what we are talking about ni kukomboa Kenya. That is where the country is. We are doing badly because of poor leadership. Ambayo inaumiza wananchi. Na sio mambo mengine, na tushikamane. Mkiona mimi niko pamoja na nyinyi, tusaidiane. Mkiniona hata pua yangu inafanana na yako wewe bakuli. Yote one thing, tusaidiane, tuokoe nchi yetu. Asante. Asante. Huyo amekuwa kiongozi wa Wiper Steve